Hello traders. Karibuni kwenye video yangu ya wiki hii ambapo kama kawaida tunategemea kudiscuss pair zetu za Forex na kiukweli I'm very glad and I'm very happy kuwa na share hizi pair kila wiki huwa nafanya hili zoezi ambapo napitia GBP JPY, GBP USD, Gold. Na this week nategemea kuadd 3 more pairs katika analysis yangu, so stick with me. So kama kawaida, kabla sijaanza video, na mara nyingi nafanya nikimaliza video, hii sio financial advice, hii for entertainment purposes only, na nafanya hivi kwa sababu ninapenda kutrade na napenda kushare my insight kuhusiana na kutrade forex pairs na metals saa zingine. Lakini pia ninapenda kushirikishana kujua market inatoka wapi inaenda wapi, na kwa wale traders ambao wanaweza wakateka advantage ya kuweka entry zangu based on my analysis. Lakini please, kabla hujaanza kuweka entry zako, kuweka position zako katika market, uh, fanya analysis on your own ili uweze kupata matokeo mazuri. Lakini this is just my insight on how I view the market. Kwa hiyo karibuni for the next 30 minutes. Sawa, so leo nitafanya kidogo tofauti, na nimejaribu kupunguza baadhi ya vitu. Katika video zangu zilizopita mtajua kwamba nilikuwa naweka vitu vingi, lakini nimeona niweze kusimplify my charts ili zisiwe na mambo mengi ambayo saa zingine ataweza kumconfuse mtu ambaye anaweza kuview, na saa zingine probably miss entries. Na kiukweli, of course, sisi focus yetu kwa traders tunapenda tuweze kuanalyze soko kwa urahisi zaidi, ili tuweze kutrade vizuri au kupata entries za kuingia. So bila kupoteza muda, nitaanza na kushare screen yangu. Google DXY 172. Okay, sawa. Kwa confirm kama naiona screen yangu, bila shaka. Nataka nipunguze baadhi ya vitu hapa basi ili iwe rahisi share. Okay, sawa. Bila shaka hapa tunaweza kuona screen yangu. So wiki iliyopita nilisema nitaanza kuangalia dollar index, na this week tutaanza kuiangalia wote kwa pamoja. So hii index kama tunavyofahamu ni index ambayo inaonyesha strength ya pair ya USD, na tunaweza take advantage ya kuangalia jinsi movement ya hii pair inavyofanya na kuweza kuchukua entries au kuwa na bias kwenye soko based on hii pair jinsi inavyo behave. Okay, yes, jinsi inavyo behave. So kama tunavyoona last week was it, naangalia hapa muda tarehe Alhamisi kwanza saa 3 usiku, of course tuliona price ikianza kubadilisha direction. Kama tunavyofahamu price imekuwa useme hii index imekuwa ikimove kwenda kwenye ikimove kwenda ikibreak structure kwenda direction ya upside, lakini tumeanza kuona inaanza kumove kwenye nani. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha index ikiwa ina move kwenda juu, maana yake ni kwamba dola ina strengthen. Kwa hiyo zile pairs ambazo
zina quoted currency ya USD, zina maana yake zinafanya nini? Zina appreciate, au kwa lugha nyingine tunaona sales nyingi katika zile pair ambazo zina quoted currency ya USD, na zile ambazo zina base currency ya USD kama USD JPY, hizo zinaonekana kabisa zinakuwa bullish. Wakati zingine zinakuwa bearish, na bearish kama itakuwa ni quoted currency, maana yake ni kwamba hiyo currency inakuwa ina strengthen. Kwa hiyo imekuwa strengthen kwa muda kidogo, for a while now, na kama mtakumbuka hii movement ya kwenda juu ilianza right baada ya Jerome Powell kuweza kuannounce masuala ya interest rates, kwa hiyo ikapelekea USD kuweza strengthen. Kwa hiyo imeenda for a while, na kama kawaida huwa natumia Fibonacci. Fibonacci ni tool ambayo inanisaidia kumeasure retracement, na ukichora kwenye Fibonacci retracement tool utagundua kwamba price imeweza kutoka huko chini na kuweza kufika katika level ya -27, ambayo mara nyingi inaashiria kwamba price imemaliza hiyo trend ya kwenda juu, lakini hii ni kwenye index, US index DXY. Kwa hapo kidogo inaweza kukupa confidence kwamba price inataka kwenda chini. Alright, so hiyo ni general in a nutshell. Hiyo ni DXY ambayo nilikuwa nataka tuangalie, sitachukua muda mrefu. Naomba nianze moja kwa moja kwenye pair zetu. Kwa kama nilivyosema, this week nitaanza kuangalia kwa mambo machache. Mtagundua kwamba nimejaribu kuwa napunguza, au nitaanza kuwa napunguza vitu kwenye chart zangu na kuweka vitu vichache, na nitakuwa na focus na zone ambazo nategemea price ita react katika hizo zone. Na time frame ambayo tutakuwa tunatumia ni ya 5 minutes kwa ajili ya entry zetu, lakini kwenye kumark of course nitakuwa natumia na higher time frame, lakini 5 minutes time frame itakuwa inanisaidia kwa ajili ya kumark chart zetu. Alright, so bila kupoteza muda, naomba nianze na GBP JPY. Tunaanza kuangalia movement. So mimi focus yangu kubwa kwa sasa hivi au kwa wiki hii katika hii pair nitakuwa na focus katika eneo dogo. Naomba niende kwenye 30 minutes afu tarudi kwenye 5 minutes. Nitakuwa naangalia kwenye eneo dogo ambalo naomba nilimark kwa hizi horizontal line hapa pamoja na hapa chini. Price ishatoka hapo chini, however naweza nikamark tena eneo lingine ambalo nitakuwa na concentrate nalo this week, na ili eneo la hapa. Kwa watu wengine wanapenda kusema hizo ni key zone, lakini mimi nitakuwa naangalia especially kwenye demand pamoja na supply zone. Naomba niende kwenye 5 minutes. So, kitu gani ambacho naangalia kulingana na price ilipo sasa hivi? Sasa hivi nahitaji kumark zone zangu. Zone ya kwanza ambayo imekuwa broke, naiona tokea price imetoka ni zone ya chini, na again nitakuwa naangalia demand pamoja na supply zone. Hapa tunaona na zone ambazo tutakuwa na concentrate nazo ni zone ambazo zimekuwa created as a result ya kubreak structure either to the downside or to the upside. Kwa hiyo nikianza kubreak structure hapa, tunaona price imeweza kubreak structure ya kwenda juu. Kwa hiyo kama imeweza kubreak structure kwenda juu, maana yake tuna trace candlestick gani ambayo imesababisha break of structure. Kwa kama candlestick ambayo imesababisha break of structure, okay, let me just mark it again. Kubreak structure hizi nitazimaka afu nitazitoa. Let me see if I can change the color ili kutoleta confusion. Yes, there you go. Haya, kwa nini muhimu? Ni muhimu kwa sababu ukimark structure ambayo imebreak, ukimark area ambayo imebreak structure. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa imebreak structure to the upside, lakini kuna two areas ambazo tunabidi tu concentrate nazo. Ya kwanza ni hiyo, ya pili, let me just mark it another one over here. Yeah, kwa kuna two structures ambazo zimekuwa broken to the upside, na sasa tunaona price inaendelea kureact to the upside. However, ukirudi huko nyuma kabla sijanani, tutagundua kama price imereact katika zone ambayo kama nilivyosema nitakuwa na zimark. There you go. Hapa niko kwenye 5 minutes. This is the nene kwenye 1 hour.
natumia nitumie time frame kubwa kidogo kusudi iwe rahisi nikichora. Yes, kwa hiyo narudi kwenye 5 minutes kama kawaida. Zone ya kwanza ndio hiyo, then naangalia price imereact wapi hapa, moja for the sake of those ambao hawajajua. Kwa hiyo hapa ndo tunaona kuna candlestick ya mwisho ya kijani ilikuwa hapo, maana yake price ili react hapo na kurudi chini, na hizi supply zone nitakuwa na zimark color tofauti ambayo itakuwa ni red. Kwa hiyo hapo maana yake ni supply zone. Maana yake ni nini? Kwa sababu saa zingine unaweza kujiuliza kwamba maana yake ni nini kwa kuna supply zone. Maana yake supply zone hapo katika hiyo area price imekuwa kuna supply zone. Kuna supply zone meaning kuna sellers wengi. Kwa kama kuna sellers wengi, probably sellers watataka kuiprotect at any cost hiyo zone. Haimaanishi itakuwa haitowezi kuwa broken, inaweza kuwa broken, lakini sellers watajitahidi kwa kadri wanavyoweza waweze kuprotect hiyo zone. So baada ya news last week tuliona price ikimove. However, tungeweza kupata entry ya kusell, though ingekuwa ni entry ambayo isinge play out siku hiyo hiyo. Kwa hiyo hapa ningeweza kuchora another small area ya supply, na kama tunavyofahamu price of course, kama tunavyoona price imeweza kureact na kuendelea kwenda chini. Kwa short position mimi ningeweza kutarget baada ya kuchora hiyo supply zone ya pili na kusema price, you know what, price ikifika kwenye supply zone mimi nitaweka entry ya kusell. There you go. Then stop loss slightly above this zone, slightly above this zone, slightly above the zone. Unarudi kushoto, naangalia kitu gani unachokiona. Kwa hiyo hapo slightly above the zone, then na target maeneo gani? So baada ya kumark maeneo ya supply zone kama hilo, na extend kidogo hapa na price kutap in. Of course basically price iweza kutap in na kuanza ku sell off. So kitu gani ambacho ni cha muhimu hapo kabla wakati tuna analyze hapa tunabidi tuangalie maeneo mengine ya demand. Maeneo ya demand zone haya yapo kadhaa, ila hapa limeshakuwa tap, kwa sito consider nalo. Hili pia price isha tap, kwa sito consider nalo. Maeneo mawili makubwa ya demand zone ambayo yame break structure kwenda juu ambayo hajakuwa tapped ni haya hapa. La kwanza ikiwa ni hili eneo from point hii hapa all the way to point hii, alafu again nina extend. Kwa nini na extend? Na extend kusudi kuona price ita react vipi ikifika kwa mara ya kwanza. Hapa tunaona price ili move to the upside na ilikuwa na break of structure. Another ni hapo, hiyo ni ya kwanza. Then ya pili ninaangalia eneo lingine ambao price iliweza ku break structure to the upside na haijarudi. There you go, haijarudi. Kuna zoni nyingine ya tatu ambayo kidogo hii iko mbali na nyingine. Sema hapa, sure, let me see. Yeah, there you go. Yeah, there you go. Hii ni kidogo iko juice kidogo, lakini yeah, let me just extend this to... So sasa hivi price iko hapo, lakini soko likifunguliwa, here's my expectation ni kwamba price iweze kutap in katika hii zone, na kama umeweka entry hapo unaweza kupata 1 to 2.44 risk to reward ratio, na hapo unaweza uka exit na kusubiri price kuweza kufanya kitu kama hichi. Kwa hiyo movement ambayo naitegemea, of course price imetoka kwenye supply zone, hapa itafika hapa, then inaweza ikafika somewhere hapa, then ikafika kwenye hii zone ya pili. Why? Kwa sababu sasa hivi iko kwenye supply zone, kwa hiyo expectation ni kwamba itakuwa inacheza hapa, lakini itafika kwenye demand zone ya kwanza, then ita retrace, then itafika kwenye demand zone ya pili. Hapa likelihood ni ndogo kwa sababu overall tumeona pesa structure kuna change of character. Change of character maana yake hapa change of character kuonyesha kwamba price inataka kwenda juu. Isingeweza kutengeneza hii change of character hapa, nisingekuwa kidogo na ningekuwa na
confidence kwamba labda inataka kuendelea kwenda chini, lakini kwa sasa hivi naona price inataka kwenda juu. Kwa hiyo tukiamua kuchora Fibonacci yetu from this area ya supply zone, let's start from here to this one, this area, probably price inaweza ikapitiliza ikafika hadi TP2. However, I don't expect price kufika kwenye ili eneo la huku chini. Lakini most likely than not itafika kwenye demand zone hii hapa ya chini. Kama unataka kusubiri entry ya kubuy, of course unaweza kuisubiri huko chini. However, this is how I see the market will do katika hizo entry zangu. Kwa entry ya kwanza ni hii, kutoka hapa kwenda kwenye demand zone ya pili, kiretrace ikafika somewhere kwenye supply zone, naweka entry nyingine kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya kusell, na itakuwa ni entry ambayo inaweza ikawa kama ifuatavyo. Just a minute. Short position. There you go. Stop loss slightly above. Alafu this ita target eneo la pili. Kwa nita target eneo la pili. Nisingependa niweke entry ambayo na target moja kwa moja kwa hapa, though naweza nikaweka let's say hivi, itakuwa risk to reward ratio 1 to karibu 4, lakini na prefer nitoke kwenye entry alafu nisubiri retrace niweke entry nyingine kwa ajili ya kusell, tuende kwenye zoni ya pili. Na bahati nzuri kichukua hizi ukizichanganya unapata let me see 2.4 itakuwa ni more than 5. Risk to reward ratio ni 5. Kwa hiyo ndo entry zangu mbili ambazo nazitegemea katika hii pair kutokea next week, starting from Monday. Kwa hiyo expectation ni kwamba hii itatokea labda Monday somewhere, Monday whatever, asubuhi, jioni au Jumanne itakuwa na, lakini however baada ya hapo nategemea kupata entry au kujiposition in such a way nisubiri entry ya kubuy. Why entry ya kubuy? Kwa sababu tumeshaona kama nilivyosema change of character, so my expectation kwamba price ita tap in kwenye zone yangu hapo, then tuweze ku break hii structure au tuweze kufika kwenye hii supply zone ya juu. Kwa hiyo that's how I expect to trade. Zone ya chini kwa stop loss nitaweka somewhere hapo chini, nita target hiyo stop loss ya hiyo zone ya chini. However, hiyo ni scenario moja. Kwa kuna entry ya kwanza, kuna entry ya pili ya kusell, kuna entry ya tatu ya kubuy ambayo na expect katika hii pair, ambayo target yangu basically nitaangalia another area ambayo ni ya ku break of structure ya kwenda juu ambayo haijafikiwa na price. So here's another one. Na kumbukeni traders tuko kwenye 5 minutes. There you go. Kwa hiyo tuko kwenye 5 minutes. Kwa hiyo this is what I expect. Kuna maeneo mengine hapa ambayo nayaona, lakini I don't expect kama price itapata ukinzani mkubwa. Of course inaweza ka react kama kawaida, lakini I don't expect price kuweza kurudi, lakini this is what I'll be looking for. Kwa hiyo nikiweka hapo entry yangu, expectation yangu ni kutarget zone inayofuata. Risk to reward ratio ni 1:6. Kwa hiyo again hiyo ni entry ambayo nitategemea na news ya probably Jumanne. Nadhani Jumanne kutoka kuna news ambayo inahusiana na USD pamoja na USD ambayo probably inaweza ka trigger hiyo movement ya kwenda juu. Na tukumbuke price last week iliweza kumove this way baada ile nadhani ni Michigan index ambayo ilikuwa negative kwa USD. Alright, so this is my first pair. Hiyo ndo nitakuwa naangalia again namna ya mark chart zangu. Hiyo ndo entry za kwanza ambazo nitaangalia, like however price depending on what I'll see, kama kutakuwa hakuna movement ya ku break hapa, again nitaangalia, sababu hapa price tegemea itapita hivi nategemea kwamba price of course ita retrace, na most likely than not ita retrace katika hii zone ambayo ilikuwa ni supply zone afu inakuwa change to kuwa demand zone. Kwa hiyo probably inaweza ikafanya namna hii, then tukapata entry ya kuweza kwenda huku juu. Ni vitu ambavyo nategemea hiyo next week kuweza kuhappen, lakini again I'll still need to see price action
kadri tunavyoendelea, kwa sababu unaweza wakasema hivyo, lakini price isiweze kufanya the way unavyo expect, lakini hivyo ndo unategemea kutrade katika hii pair. Na basically baada ya hiyo movement nikichukua Fibonacci yangu from this point to this one, price ambapo imeanza kureact, most likely than not, let me see, yes, most likely than not price around this area itaweza kureact na kurudi chini. Sasa react na kurudi chini, from there then tunaenda kutengeneza entries zingine. Sasa hapa siwezi kupredict any further kwa sababu hapa sijaona price action, sijaona hapa price ikifika itafanyaje. Most likely than not tutaenda kutengeneza structure mbili, kwa sababu mara nyingi hii structure ya kwanza inakuwa imeshakamilika, then tunaenda kutengeneza structure nyingine ambayo probably stopping point itakuwa ni hii again, itaenda kutengeneza hiyo, lakini sitaki kuangalia sana mbele, lakini hizi ndio movement ambazo naweza expect kwa hiyo early next week. Jumatatu, Jumanne, ya kwa hiyo movement hii inaweza ikafika lini? Depends. Say hii Jumatatu, hii Jumanne, Jumatano, probably Alhamisi au Ijumaa. Yes. Kwa hiyo hii movement yote hii ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka Alhamisi au sema mpaka Friday, hii expectation. This is what I expect price kuweza kufika hapa mpaka kufikia Friday next week. All right. That's my first pair. Second pair naomba niende kwenye Euro USD. Euro USD na yenyewe ni more or less the same, lakini let me see. Yes, ni more or less the same kama hiyo pair ambayo nimetoka kuiangalia, lakini itakuwa na movement kidogo tofauti. 5 minutes, okay. There you go. 5 minutes. Naangalia hapa kuna okay. Hapa kuna supply zone. However, naona kwenye supply zone price ina react, inaanza kurudi chini. Lakini inaangalia eneo la juu kidogo, Euro USD. Okay, there you go. Kwa hiyo structure iliyokuwa let me see. It's very tricky. Najaribu kufikia katika ile eneo supply zone pamoja na ila hapa. Anyway, let me just take this one. Though I see, okay, let me just take this one. Okay, sawa. Hapa kuna supply zone, hizo supply zone mbili, price haijafika kwenye supply zone kubwa ya juu, however ya chini price imetap. Si expect price kukaa muda mrefu hapo bila kubreak hiyo structure. However, kabla ya kubreak structure ya kusell hapa, nisinge tamani mtu aweke entry ya kusell kwa sababu ya price isha tap mara moja na imesha tap mara mbili na imesha move away. Kwa hiyo what I expect another area, let me see, Euro USD. Okay, let me see. Hapa kuna area ambayo haijakuwa tapped. However, we need to wait and see what will happen. Hapo tu kwenye 5 minutes, sawa. There you go. Haijafika price ilitaka kufika lakini haikuweza kufika. There you go. Hii ni demand zone. Kwa hiyo demand zone huwa nazimark green, naomba kuzimark green. Price haijafika. Kwa hiyo what do I expect? Of course hapa kuna change of character, imetengeneza higher high. Hapa kuna nyingine lakini price isha tap in, then hapa na expect hiyo zone itafika. Kwa hiyo what I will expect kabla ya break hii structure kwenda chini, iweze kumove kwenda chini na y iweze kumove kwenda chini ili iweze kunitengenezea structure au tuseme niweze kupata entry kwa ajili ya kubreak structure kwenda juu. Kwa hiyo stop loss kwa kawaida tunaweka below swing low hii
Yeah, naweza kaweka hapo, naweza nikaweka hata hii hapa. Yeah, naweza tukaweka hata hapo, then tuka target katika supply zone ya pili. There you go, risk to reward ratio 1:4. Kwa hiyo this is my area of interest ambayo nitaiangalia kwa hiyo next week. So depending again, narudi pale pale, depending on how the price will reveal itself. Nikiona kama kutakuwa kuna momentum, nitaangalia position ya entry ya kusell, sababu price itakuwa ime visit hii area, na this is a very strong area kwa sababu kuwa kuna push to the downside. Kwa hiyo hapa ninaweza kuweka short position ambayo, there you go. Yeah, there you go. Then hapa itategemea ninachokiona, most likely than not kutoka kuna demand area hapa, most likely than not. Kwa hiyo depending on how I'll see the price action, utaweza kuweka entry kwa ajili ya kubai, kusell, sorry, kabla sijaweka tena entry nyingine ya kubai, lakini again ita depend na price action. Kwa entry ya kwanza nitaisubiri hapa kuweka entry ya kwanza. Entry ya pili ya kusell nitaiweka hapa kabla sijapata entry nyingine kwa ajili ya kubai. Most likely than not tutapata entry nyingine kwa ajili ya kubai, kwa ajili ya kutarget maeneo mengine, na kiacha maeneo ambayo nimeyamark sasa hivi, kuna maeneo mengine ambayo hapa sioni kama kutakuwa kuna, let me see, hapa kuna break of structure hapa ya hii, then kama kuna break of structure, hiyo break of structure imeanzia wapi? There you go, iona it is hiding somewhere. There you go, hii break of structure imeanzia hapa, kwa maana yake ni kwamba hii area itakuwa ni strong area ambayo sellers watakuwa na target, buyers watakuwa na target kwa ajili ya ku break structure kwenda to the upside. Okay, let me see supply zone, there you go. Kwa another area ambayo nitakuwa naangalia ni hapo, lakini in the meantime sitataka kuangalia mambo mengi kiukweli. Saa zingine inabidi uko na trade usiangalie sana mbele, kwa sababu ukianza kuangalia mbele sana ika confuse. However, kwa sasa hivi nitakuwa na concentrate na haya maeneo ambayo nimeyaonyesha. Eneo la kwanza, from this demand area to supply zone, from this supply zone to another supply zone. Entries za kubuy ita depend na nitavyokuwa naona demand zone zinavyokuwa created au zinavyokuwa formed during the week. Kwa hiyo ndio Euro USD. Naona ile kwenye pair nyingine ya tatu. Pair ya tatu JPY. Pia na penye naona kama kuna opportunities kadhaa. Is there any change of character from this one? Ilikuwa inatengeneza lower, yes, hapa na hapa imeweza kutengeneza high. Kwa hiyo hapa maana yake tuna trace back hiyo change of character imeanzia wapi, au break of structure imeanzia wapi. There you go, nadhani nimeiona. Kwa hiyo tuna ngoja kwanza na mark kwanza, hapa kuna demand zone. Okay. Yeah. Kwa hiyo there you see. Okay. Hivyo ndo unavyoona price itakuwa ita react, I mean itakuja ina target ya maeneo. Tunaona price inaanza ku sell off sasa hivi. Nikiweka zone ya kwanza, then zone ya pili, demand zone is mark green. Kwa hapa naona change of character, break of structure, change of character and then break of structure. Ime break hii high, kwa unaenda kuangalia inapoanzia. Na target tusiangalie mbali sana, then long, is this long position, nitaisubiri hapa. Honestly, price nitaisubiri hapa
Kwa nini? Hiyo ya kwanza sidhani kama kutoka kuna sharp movement ya kwenda chini, I mean kwenda juu, sorry. Then mimi nita target, sitaki mambo mengi, nita target kwenye supply zone hiyo for 1:5. Kwa hiyo entry yangu ya JPY next week, there you go, taisubiria hapo. Let us see how many pips ambazo tunatumia ku capture from here to here, 8 pips. Kwa hiyo I'll just wait. Isipofika it's okay. Entries waga zinapatikana katika pairs nyingi, kwa hiyo sitaki kwanza kuona kabisa kwamba nikikosa hii entry hamna kinachoendelea, lakini keep in mind hii pair inavyo move ni pair ambayo ina move tofauti na pair zingine, na however nategemea price ita react kidogo hapa, itaenda somewhere juu, then itakuja sasa, ita tap in kwenye zone ya pili ili kupata entry ya kuweza ku buy. In case kama mtu anataka ku sell, let me see kama tunaweza tukaona supply zone hapa. Yeah, zipo. Yeah, hapa kuna very strong area supply zone. Ni strong nani area. Hapa ningeweza kuweka, however price isha tap, siko interested. Another area ambao nadhani naweza nikawa interested. Where is the last candlestick ya buy here hapo? Taangalia tu hapa. Okay, wakati fanyaje tena? Okay, there you go. Kienda kwenye 5 minutes naweza nikaona vizuri. Again, hii hapa na imark kama red kwa maana ni supply zone. Then there you go. Kwa hapo nitasubiri price yangu itafika hapo, kwa sababu it depends. Sasa zingine unaweza kushangaa price ikaamua kwenda juu kabla haijashuka chini. Kwa hiyo ikitokea hivyo, then hapo nitakuwa naeka entry yangu kwa ajili ya kusell. Again, as traders tunabidi tuwe flexible, tusikariri kwamba always price itaenda chini kabla haijaenda juu. Inabidi uwe na scenarios labda 2 au 3 ambazo probably zita play out. Let me see. Zinaweza probability, kuna high probability ya ku play out. Okay, let me just mark this area alafu then niangalie price itafanyaje. Swing high. Okay, yeah, around that area. Around that area, then tasubiri price iweze ku tap in. There you go. Target yangu kama price itaamua kwenda juu kabla ya kwenda chini, then price yangu mimi ita target katika unategemea, unaweza ukaamua kutarget hapa, lakini pia unaweza ukaamua kutarget hapa 1:4. Then ukasubiri uone price itafanyaje. Don't be scared, kwa sababu naelewa kwamba kuna hizi movement ambazo zingine zinakuwa haziko attractive, lakini if we patiently wait, one of these entries will play out. Okay, save. USD JPY, hii ni pair. Okay, bado pair nyingine, bado gold, nitamalizia na gold. USD JPY, another pair ambayo nimeanza kuitrade, kuiangalia. Movement yake kidogo iko tofauti, price isha tap in katika maeneo. Kwa hiyo naangalia where is the last area ambapo price imetap na ikapata movement kule chini. There you go. Nianzia hapa na hapa ni tusema ambao price imetap in. Okay, in supply area, supply zone. We break structure, yes, breakout structure imetoka hapo, yes. Kwa hiyo my expectation ni kwamba the last structure ilikuwa broken, kwa hiyo yes, hapo around that area. There you go. Then na target wapi? Demand zone. Where are the demand zone? Okay, demand zone
ziko nyingi. Moja hapo ni hii hapa. Hapa tunaona demand zone ambayo ime break structure to the upside. There you go. Okay. Yeah. Change color kwenda kwenye color hii hapo. Kwa hiyo hapa ni demand zone, kwa hiyo nikiamua kuweka entry yangu hapo, let me see, short position, there you go. Stop loss inakuwa around that area. Swing hii ndo naiona kwa haraka haraka. Siwezi kuweka huko, of course ita mess around with my risk to reward ratio. Nita target kwenye hii zone ya chini. Naweza nika target ya chini, lakini hapo kwa kweli ni it's more realistic kwa sababu probably price ita react, then kutoka kuna supply zone nyingine ambayo imekuwa created, then price itaenda chini. However, si price ikiamua kufanya nacho uchaamua, inaweza ikaamua kuja hapa kwenye hii zone then ikarudi hapa chini. Process ni ile ile. Ikiamua kuja kutap in kabla hajaenda juu, then nitaweka zone, lakini hapa nisingependa sana kuweka entry hapa kabla sijaona nani. However, zone nyingine ambayo naweza nikaitarget baadaye, naona ni mbali lakini naweza ika happen ni hapa. Break of structure. Yeah, I'll say hapa. I'll say hapa. Yeah, kwa sababu kuna ni zoom out. Yeah. Yes, around that area. Then kama nitakuwa na target this area, long position, entry yangu hapo, then I'll put things like there you go, around this area. Okay, kwa hiyo hapo nitakuwa na target. Again, nitategemea na price action itakavyotokea. Naweza nika target hapa endapo price isipofika hapa ikaamua kurudi chini. However, kama price ikifika hapa kwenda rudi chini, again itategemea na price action nitakuwa naiona during the week. Kwa hiyo this is how I expect to trade next week. Last pair ambayo huwa na trade ni gold. Gold is my last pair for today. Of course najua pair ziko nyingi, lakini hizi ndo pair ambazo huwa nimechagua kuzitrade. Gold tuangalie structure iliyo break up structure. Of course tunaiona hapa ili break kwenda juu, so the same process tunajiuliza structure, the last structure ambayo imekuwa broken kwenda juu ime originate from where? Okay, there you go, from this area. Kwa hapa kuna demand zone kubwa tu inaonekana vizuri, na price nadhani wakati soko linafungwa imetap in. Kwa hiyo we expect some reaction then iende to the upside. Ita target wapi? Naangalia kama kuna supply zone. Supply zone naona nyingi zimeshakuwa nani, kwa hiyo most likely than not this time around probably price. Anyway, ikitokea scenario kama hizi unaweza ka target this one. Let me just put this way. Break of structure. Okay, let me just put it down below over here. Alafu nita target last high. Yeah, 1:2. So nzuri sana, lakini yeah, unaweza ukaamua kutarget hapo, au however kama utakuwa comfortable unaweza ukatarget hii hapa point. Yes, hiyo point is more realistic, na bahati nzuri kwa sababu gold imekuwa bullish, kwa hiyo I don't see any problem kwa price kuweza kutap in na kufika hapo. Let me see. Yeah. Kwa hiyo 1:3.
Kwa hiyo hivyo ndo nitakapokuwa na trade next week. Supply zone sioni kama kuna supply zone nyingine ambayo itaweza kunani, kwa sababu ukiangalia hii movement ya hapa ni kubwa kuliko hata movement ya kwenda chini. Kwa hiyo ndio unajua price inaonekana kama inaenda chini with momentum, lakini I don't expect itaondoka bila kupata some reaction kwenda juu, alafu then itaenda chini. Okay, considering the fact kwamba sasa hivi tuko kwenye bullish trend kwenye pairs nyingi za USD, na of course as you know, gold imekuwa ikiwa bullish for a while now baada ya kubreak structure ambayo ilikaa toka mwezi wa 4, kwa sasa hivi iko very bullish to the upside. Alright, so hiyo ndo analysis. Again, thank you very much. Sidhani kama kuna kitu kingine. Kama kawaida, hii sio financial advice. Ukiwa una trade, please take precaution. Take precaution, risk appropriately, usitake kurisk sana. Naelewa saa zingine traders tunataka kutrade karibu pair zote. Hapa nimechagua nyingi, lakini unaweza kama kuchagua pair yako moja au mbili, na ukatrade na ukawa profitable. So hiyo ndio nategemea ku happen next week. Again, thank you very much for listening, na kwaherini na usiku mwema. Bye.